Jihadi Abdalla Juma ni mfamasia anayeratibu huduma jumuishi katika hospitali yetu ya mkoa wa Dodoma. Napoongelea huduma jumuishi inamaanisha kwamba katika hospitali yetu tunatoa huduma za modern medicine, maana yake huduma za hizi za kawaida za kisasa pamoja na huduma hizi za tiba asili. Kwa hiyo tunaposema huduma jumuishi maana yake kwamba tunajumuisha huduma za tiba asili pamoja na huduma za kisasa. Kupitia ilani ya chama tawala cha mwaka 2002 ilianzisha mpango kazi rasmi wa kuhudumia huduma za tiba asili katika hospitali zote za rufaa. Hivyo basi kupitia wizara walianzisha huduma za tiba asili katika hospitali za rufaa 14. Moja wapo ikiwemo hospitali ya Bombo ambako iliyoko Tanga, Mount Meru iliyoko Arusha, Seketure iliyoko Mwanza, Temeke iliyoko Dar es Salaam, Mwananyamala iliyoko Dar es Salaam pamoja na hospitali yetu ya mkoa wa Dodoma. Ambapo hii hospitali yetu ya mkoa wa Dodoma ndio hospitali ni kama kitovu mama cha kutoa huduma hii ya tiba asili au tiba jumuishi. Na rasmi tulianza mwaka 2013 Mei tarehe 15 ndio tulianza rasmi, ambako tulipokea dawa kutoka wizarani ambazo za magonjwa 19 yanayotibu hizi huduma za tiba jumuishi. Na katika magonjwa tunayotibu katika hospitali yetu ya mkoa wa Dodoma ni magonjwa 19 ambapo magonjwa 10 ya kuambukiza na magonjwa 9 yasiyokuwa ya kuambukiza. Na baadhi ya magonjwa ambayo ya kuambukiza ni kama vile magonjwa ambayo yanashambulia mfumo wa hewa wa juu pamoja na mfumo wa hewa wa chini, lakini pia kuna mafua, kuna mweba, kuna typhoid pamoja na magonjwa mengine ambayo yanaambukizwa. Lakini vile kuna magonjwa yasiyoambukizwa pia nao ambayo tunayatibu katika hospitali yetu ya mkoa wa Dodoma, ambapo kuna vidonda vya tumbo, kuna asthma, kuna maumivu ya viungo nikimaanisha arthritis na gout, lakini pia kuna pressure pamoja na kisukari. Hivyo vyote tunavitibu katika hospitali yetu ya mkoa wa Dodoma. Pia kupitia kutibu wagonjwa wetu kupitia dawa zetu za tiba asili tumeweza kufanikiwa kuona wagonjwa almost takriban 483 kwa muda wa miaka miwili, ambapo tumepunguza sana kutokana na wale wagonjwa ambao walikuwa wakitumia dawa za kisasa kwa baadhi ya magonjwa kama vidonda vya tumbo pamoja na asthma, ambao walikuwa wanakuja mara kwa mara kuja kuchukua dawa, lakini kupitia dawa zetu za tiba asili tumeweza kuwatibu moja kwa moja, ambako hiyo takwimu ya wagonjwa 483 ni almost ya miaka mitatu, ambapo wengi zaidi waathirika wa magonjwa hayo ni wale ambao kidogo wako juu ya miaka kuanzia 50 na kuendelea, ambapo baadhi ya magonjwa hayo kama nilivyosema ni vidonda vya tumbo, asthma pamoja na maumivu ya viungo, yani arthritis pamoja na gout. Na katika hospitali yetu wagonjwa wengi sana tulionao ambao tunatibu kwa hizi dawa za asili ni vidonda vya tumbo, asthma, maumivu ya viungo pamoja na tezi dume, yani BPH. Ndio ambao wagonjwa tunawapata sana katika upande huu wa tiba asili. Lakini vile tusisahau pia katika tiba asili tuna dawa za kina mama. Yaani kwa wale ambao wanakuwa na uvimbe kwenye kizazi, tunaita ovarian cyst, na wale ambao wanakuwa na uvimbe nje ya kizazi, yani uterine fibroid. Lakini pia kwa wale ambao homoni zao hazijakaa sawa, ambao kitaalamu tunaita dysmenorrhea, kwamba wanakuwa na mvurugiko wa zile siku zao, pia tunatibu kwa kutumia tiba asili. Hivyo basi tiba asili imeweza kutuletea mafanikio sana katika hospitali yetu ya mkoa wa Dodoma, kwa maana ya kwamba baadhi ya dawa zile za kisasa wagonjwa walikuwa wanatumia kwa muda mrefu zaidi, lakini hizi kupitia dawa zetu za tiba asili wakiwa wametibiwa kwa muda mfupi. Pia niweze kuwakaribisha wadau wote wa tiba asili pamoja na hospitali zote za rufaa ambazo nao wanatoa tiba asili pamoja na Tanzania kwa ujumla, tuweze kualika katika mkutano ambao utakuwa mahususi kwa ajili ya kuona maendeleo ya tiba asili ambao umeandaliwa na Mheshimiwa Waziri wa Afya, utakaofanyika jijini Dodoma tarehe 25 Machi. Hivyo tuweze kuwakaribisha wadau wote pamoja na hospitali zote za rufaa ambazo zinahudumia tiba asili. Karibuni sana hospitali yetu ya mkoa wa Dodoma, ambapo sisi tunasema ni huduma bora ni kipaumbele chetu, na sisi hospitali yetu ya mkoa wa Dodoma ni ndugu na rafiki